Mpendwa mtazamaji wangu, ninakukaribisha katika kipindi hiki kinachosema Biblia iliyoota mabawa. Siku ya leo tunaongelea sheria 10 za ustawi na afya katika bustani ya Eden. Sheria 10 na juma la kwanza la uumbaji, mahali ambapo mwanadamu aliishi pamoja na Mungu katika bustani ya Eden. Tuombe. Mungu wetu uliye mwema sana, asante kwa ajili ya nafasi nyingine uliyotupatia kulitafakari neno lako Baba. Hii Biblia iliyoota mabawa ituwezeshe na sisi kuota mabawa ya kupaa kwa utukufu wako na kupaa kwa neno lako Baba. Bariki mpendwa mtazamaji wangu, unibariki na mimi pia mseminishaji, mbariki na mtu mwingine yote anayesikiliza au kutazama kipindi hiki, kwa jina lako Yesu Mwokozi, amina. Kwa hiyo nakwambia mpendwa mtazamaji wangu, leo nakwenda kukutangazia sheria 10 au amri 10 za ustawi na afya ambazo zilionekana katika juma la kwanza la uumbaji. Katika juma la kwanza la uumbaji kuna mambo 10 ambayo mwanadamu aliyapitia au aliyazingatia ili kuwa na ustawi. Mazingira yalikuwa bora, na hayo mazingira yenyewe ndio tunaenda kujifunza wiki ya kwanza ya uumbaji. Kuna kanuni 10 za afya. Ni mpango wa Mungu tuweze kuwa na uzima, tuweze kuwa na afya. Maana katika Yohana 10 fungu la 10 anasema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo kuna mahitaji makuu ya binadamu, alafu kuna vigezo mahususi 6 vya mazingira walioishi. Kuna mahitaji makuu 4, alafu kuna vigezo 6 mahususi. Haya mahitaji makuu 4 ndio ninakwenda kutangazia. Hitaji namba 1 ilikuwa ni hitaji la lishe bora. Lishe bora, ili mwanadamu aweze kuishi vizuri anahitaji lishe. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya kwanza mstari wa 29, utaona Mungu akimpa mwanadamu maelekezo ya muhimu juu ya lishe. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo mbegu, mboga na matunda ndo vilikuwa vyakula vya mwanadamu katika bustani ya Eden. Wakati huo hawakuruhusiwa kutumia mayai na maziwa, hawakuruhusiwa kutumia nyama. Waliishi kwa mlo ambao ni mbegu, mboga na matunda, vile vitu ambavyo vinaota katika mimea. Lakini Mungu aliweka maelekezo kwamba kuna miti miwili katikati ya bustani, mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Mti wa uzima waliruhusiwa, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya hawakuruhusiwa. Kwa hiyo tunaona maelekezo ya chakula. Mwanadamu ili aweze kuishi na kufurahi alihitaji kula. Na hivyo hata mimi siku ya leo napendekeza, Danieli na wenzake wale 4 walipokwenda huko Babeli, kulikuwa na vyakula vizuri sana. Ukitaka uachane na maziwa na nyama, hakikisha umepata vile vyakula vyote vilivyo na muhimu katika miili yetu. Matunda ya kila aina, upate njugu, upate dengu zote, upate kila kitu, mboga, maboga na kadhalika na kadhalika. Ndugu pendwa mtazamaji wangu, hitaji la pili ambalo Mungu alilitimiza katika bustani ya Eden ili mwanadamu aweze kuwa na afya ni hitaji la kufanya mazoezi ya mwili. Mwanadamu aliumbwa kufanya kazi, na hiyo pia tunaiona katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15. Mwanzo 2 fungu la 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bustani ya Eden ailime na kufanya nini? Na kuitunza. Kwa hiyo ustawi bustanini ulitegemea mwanadamu kufanya kazi. Hata hivi leo mwanadamu anakuwa na afya nzuri anapokuwa ni mkulima. Mwanadamu anakuwa na afya nzuri anafanya kazi, anapofanya kazi, kuliko mwanadamu anayekaa. Mwanadamu anayekaa ana magonjwa yanayoitwa lifestyle, magonjwa yanayotokana na mtindo
wa maisha, lifestyle disease, kama kisukari, sijui pressure, sijui magonjwa ya moyo kwa ajili ya kunenepa kwa sababu kutounguza mafuta na kadhalika. Pendwa mtazamaji wangu, kanuni ya 3 ni maji safi. Maji safi na salama. Ni katika bustani ya Mungu, ile bustani ya Edeni, tunaona Mungu akiweka mazingira katika hali ya ubora. Anasema ukatoka mto katika Edeni, ni Mwanzo 2 fungu la 10 hadi 14. Anasema ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambao kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shoham. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa 3 ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Kwa hiyo mwanadamu alio katika mazingira ambayo kuna maji tele. Hata sisi leo tunapokuja katika Agano Jipya, Yesu alibatizwa katika maji ya mto Yordani. Maji ni muhimu kwa kuoga, maji ni muhimu kwa kunywa, na miili yetu inastawi vizuri ikiwa na maji. Kama vile ule mto ulivyostawisha bustani, hali kadhalika ulistawisha na binadamu. Na wewe ukinywa maji, hakikisha unakunywa maji ya kutosha na unaoga na unafanya water therapy, yani unaweza kutumia maji kwa ajili ya kuwa na hisia nzuri. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano kama kwa kuogelea na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo bustani ya Edeni ilikuwa ni bustani nzuri sana, ambayo yalikuwa ni mazingira mazuri ambayo Mungu alimpatia mwanadamu aweze kuishi. Maji ya kutosha. Lakini kanuni ya 4 katika mahitaji haya makuu 4 katika bustani ya raha, bustani ya Edeni, ni mahusiano ya kijamii. Mahusiano ya nini? Ya kijamii. Sisi kama binadamu tunahitaji afya ya kijamii, na ndio maana mwanadamu alipoumbwa, fungu la 18 la sura ile ya 2, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo tunahitajiana sisi binadamu. Usikae kipweke. Ukikaa kipweke utakuwa unakosa mengi sana. Kwa hiyo nashauri wale waseja na vijana wafanye jitihada, waoe na kuolewa, kwa sababu maisha ya peke yako si mazuri. Tazama, ni bora kuwa wawili kuliko kuwa mmoja. Hivyo ndivyo mhubiri anavyotuambia. Ukikaa peke yako sana, kuna kuwa na hali fulani ya kuwa na mawazo mengi sana. Kwa hiyo social relations, mahusiano ya kijamii, upendo wa watu, ushirika na urafiki, inaleta usitawi mahusiano ya kijamii. Sasa kuna mazingira yaliyokuwa salama na sahihi katika bustani ya Edeni. Sheria ya 5 ambayo inaitwa matumizi sahihi ya nuru au mwanga wa jua. Kitu cha kwanza Mungu kuumba duniani ilikuwa ni kuumba nuru. Alisema iwepo nuru, ikawa nuru. Na hiyo tukaona Mungu alikuwa anaandaa mazingira kwa ajili ya uhai. Pendwa mtazamaji wangu. Lakini kitu cha pili ni kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi ni kuepuka vitu vyote vinavyodhuru na kutumia vitu vilivyo salama, na kuachana vile ambavyo havifai, sio salama kwetu. Na ndio maana Mungu aliweka sheria ya matumizi ya chakula, lakini akawakataza tunda la ujuzi wa mema na mabaya, akiwaambia kwamba siku mtakapotumia mtakufa hakika. Na sisi leo kuna vitu vinatumiwa lakini vimeandikwa kabisa, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Matumizi ya tumbaku, matumizi ya pombe, matumizi ya madawa makali. Unaona vitu kama vile bangi, ni vitu ambavyo vinaharibu akili, vinaharibu mwanadamu, vinaharibu mwili. Uepukane navyo kabisa. Lakini vile vitu vizuri utumie kwa kiasi. Kitu kingine tunaona hewa safi. Mungu alitengeneza anga la mbingu, na afu akasema roho ya Mungu ikatiwa juu ya vilindi vya maji. Mwanadamu alihitaji hewa safi. Tunahitaji miti inatoa hewa safi ya oksijeni, na sisi tunatoa ya carbon dioxide. Kwa hiyo tunabadilishana na miti. Kwa hiyo mazingira mazuri, hewa safi. Alafu kitu kingine ni pumziko. Mwanadamu alihitaji pumziko aliweze kuishi vizuri. Ndio maana Mungu alipopumzika akamshirikisha huyo binadamu na pumziko. Na ndio maana Mungu aliwapatia wanadamu sabato ili wapumzike. Lakini aliwapatia usiku na mchana ili mchana wafanye kazi na usiku wapumzike. Na sheria ile ya 9 ni kumwamini Mungu, kwamba mwanadamu anapokuwa katika bustani ya Edeni alikuwa anaongea na Mungu mara kwa mara, na alitakiwa kumtumaini Mungu. Mahusiano yalipovunjika ndio binadamu anamkimbia na mtoroka Mungu. Kwa
Kwa hiyo inatakiwa tuwe na mahusiano na Mungu kama vile tunavyokuwa na mahusiano ya kijamii, tunatakiwa tuwe na mahusiano na Mungu. Na hiyo ndio kanuni ya mwisho ya uzima, ni uzima wa kiroho, mahusiano ya kiroho. Mwanadamu alikuwa pamoja na kwamba ana muda wa kuongea na wanadamu wenzake, mwanadamu alitakiwa kuwa na maongezi na Mungu moja kwa moja bila kuwa na pazia la katikati. Bustani ya Eden ilikuwa ni mazingira mazuri. Na mimi nakualika leo uje kwa Yesu. Ukimpokea Yesu unakuwa kama umepokea package ya bustani ya Eden. Na ukisoma Biblia, bustani ya Eden inarudi kwa njia ya neno la uzima. Maana Yesu anasema alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Na mpendwa mtazamaji wangu, napohitimisha, sikiliza wimbo huu. Ninapofikiria bustani ya Edeni, ilivyopambwa vizuri, yapendeza macho, mito yatiririka, mambo yote ni mazuri, Mungu akiwapo kati yao kila siku. Ninapofikiria bustani ya Edeni, ilivyopambwa vizuri, yapendeza macho. Mungu akiwa kati yao kila siku, ni furaha, ni salama, mito yatiririka, ni mahali ambapo una uzima tele. Na siku ya leo ninakukaribisha katika tumaini hili. Unapompokea Yesu, unapata bustani ya Eden ndani ya moyo wako. Unapata jua zuri la haki kwa sababu Yesu anakuangazia moyo wako. Lakini unapata pumzi ya Roho Mtakatifu katika nafasi ya hewa safi. Kunakuwa na uhai wa kiroho unaotokana na pumzi ya Roho Mtakatifu. Unapata mkate wa uzima ambao ni chakula cha uzima, ni neno la Mungu unapojifunza Biblia. Alafu unapata mahitaji yako yote, unapata maji ya uzima ambayo yanatiririka bure. Anasema njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mnapata pumziko, mnapata furaha, mnapata amani, mnapata ushirika na familia ya mbinguni. Ufalme wa Mungu unakuja duniani kama vile ulivyo kule mbinguni. Eden inarudia katika moyo wako. Ukisoma Biblia iliyoota mabawa, na wewe unaota mabawa, unapaa kutoka katika ulimwengu huu unaenda katika ulimwengu wa milele ambapo hakuna kifo, hakuna njaa, hakuna magonjwa. Unakuwa na uzima tele unapomkubali Yesu Kristo hivi sasa. Ina maana unajiandaa kwa ajili ya ule ufalme unaokuja. Bustani ambapo hamna kifo, hamna mauti, hamna magonjwa, hamna huzuni. Bwana akubariki. Mungu wangu mwema, ninakushukuru kwa wema wako mkuu. Umetuhusisha katika neno lako, umetubariki, umetuonyesha kwamba tupo katika mazingira salama tukiwa nawe Yesu Kristo. Naomba na kuamini kwa jina lako takatifu Mwokozi wetu. Amina.